unapandisha. Unajua sasa umejifanya mang'aa kwa hii nyumba kabisa. Mungu anateremsha, unapandisha. So unajua ni radi tuhira leo. Rajira pole ciake ni radi tuhira tondu tini mutirake menyaga ate mundu atikanaga nayo nginya kana ukoria kiuria ndi ndirari guko si nilikuacha hapa, si ndio? Ukiona kitu inafanyika na si wewe umeifanya, wachana nayo. There's a reason for that. Usije kama unanielewa ndubundithagia andu aya kuhota kumenya mahinda. No, I'm not complaining. Tia kuigua ta ngoro yaku ya inama. I'm not complaining. But ukiona kitu kama hiyo, kwa sababu it is there, unaiteremsha, maana si wewe uliteremsha. Ilifika wakati wa kuannouncewa. Ilifika wakati, muda umefika, bendera teremke ikuwe nusu. Ni hapa tulitangaza bendera itafanya nini? Itakuwa nusu. Sasa inakaa inajiteremsha, unaiambia hapana. Niliwaambia last week, lakini naona mhamuko vizuri. Last week mani Sunday nilikuwa nawaeleza venye nilikuwa naona nakufa tena narudi. Nakufa tena narudi. Mhamuko nielewa. Tukiwa mlimani niliwaonyesha hivyo. Mzee alikufa last week. Hakukufa jana. Alikufa last, amekuwa kwa mashini, hata akitoka hapa alikuwa amekufa. Sasa lazima wangetengeneza Wajaruo. Wapagwe vizuri, wasichome manyumba. Na Yesu asifiwe sana. Nikiwa Uhuru Park mulisikia nikisemaje? Kuna breaking news inakuja. Sasa wewe andikaga tu, acha andikaga tu na naandika unasema ndio. Niweka kashapu kidogo. Nikikwambia kitu itafanyika, just go and write it. Don't go and pray about it. Just go and write it. Wait for that day. Itakuja. Naigwa mona fi. Mutigiore ni. Nurarema ni ukuhinywa hado. Kwa hivyo nataka leo tuangalie kitabu cha nani atatusaidia ku irakijeta hapa. Hau heshu meo. No akiona leo mitigo yako. Digo kuwaga. Rosilia. Ndio tunarega na wako kwa deri. Ameenda. Ameenda. Sasa tufanye nini na sio sisi tumefanya aende? Mnaangalia tukio. Yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa maana wameniinukia, walikuwa wanataka kunimaliza. Sana. Nilikuwa maana wameniinukia, walikuwa wanataka kunimaliza. Lakini Mungu ni mwema. Tumeshinda vita. Halo. Tusome kitabu cha Zaburi 18. Nisaidiwe kitabu ya Zaburi, mwambie huyo anitekee kitabu ya Zaburi. Iko sawa? Kitabu ya Zaburi. Kwa hii weka base kidogo tu. Ndio tuendelee vizuri. And I thank God. Hii kipanda haitakaa sana kabla ijarudi tena hapa. Haitakaa sana. My brothers lazima waende. My brothers. Nipatia Kiswahili. Psalms 18 Kiswahili. Shosho amekuja. Na amezi. Ndugu yaka anikira anyendele. Psalms 18 Kiswahili, Zaburi 18 Kiswahili. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikikwambia kitu wewe enda andika tu mahali. Lazima itafanyika. Sijalishi na time, lakini if I tell you this will happen, will happen.
Nikikwambia tulia hapa, kaa chini, kaa tu chini. Naweza kuwa mjinga. Unajua sometimes mimi nakaka kamjinga, hakajielewi, hakajijui. Lakini nikinena, I don't say me. Sio mimi wanga nasema. Kuna Mungu mbinguni. Yeye ndiye ananiambia kasema. Hata ile maneno mingi unaonanga nikisema hapa sio yangu. Hata ukiona wakati nimekasirika, sio mimi nakoka nimekasirika. Ukiona nimeanza kuongea baya, si mimi naongea baya. Kwa hivyo usiende ukinichukulia vibaya ati apostle ito na hali ya uru ni aratoruma ndirenda gututikira kasi. Sio mimi ni apostle. Kama kuna kamutu kamzuri ungenda kwelireria gatuke ka husband ni gaka wanyita mundu muhoreru mwega utari inegene ni no ni muhunjuri utagabagabagaba ni ndaja kwaria tini jaragia context over. Na ukitaka kujua vizuri kabla nianze kuhubiri wanga kama Mungu hajaanza kuongea kirumi wanga napiga story, tunapiga story mpaka sasa ikiingia sasa naanza kuongea. Kwa sababu it's not me, sisomangi vitu zangu, sifanyangi vitu zangu, sikaangi ati nikisema ati hizi ni vitu sina. Hii maarifa hata hii kitabu sina hata kidogo. Hii kitabu sina. Kuna siku nilikuwa natafuta Proverbs kwa New Testament. Mtu mwingine akaniambia Proverbs inakuwa Old Testament. Kumbe sina, sijui hata kuhubiri venye mnataka ni wa pastor mzuri wa kuhubiri. Tena umefanya nini? Pastor mzuri. Main rudisha main hizi za hapa upandisha juu, main urudisha chini. Sasa usiguze hizo tu knobs kidogo. Sasa unakuta whatever I say is not me at all. Nikikwambia kitu, hiyo kitu wewe uiweke, kwa sababu most likely nikikwambia immediately inafutwa. Kuna mama mwingine alinipigia makelele jana akaniambia duraga demuragie na mulisaga turareti atia kaitaririkanaga. Sikubukagi nikiambia story yako Mungu anaifutaga hapo, siwezi ipatia mtu mwingine na inafutwa kabisa. Hata ukiniuliza tuliongea nini nitakwambia sikumbuki, na ni kweli sikumbuki, maana mimi nabii kwa hapo na inatolewa. Na nikikwambia sio mimi nimesema, ni Mungu amesema na anatoa. Sasa inawekangwa kwenu. Sasa nimeona watu wengi wameniambia, kuna wale walinitusi, Wajaruo walinitusi wakati nilisema huyu msee anaenda. Walinitusi, darumiro gerumo geto fagi geto kejaba geto mauduma ya mode gutire kidu itetiro getiro murogi, kila kitu waliniita. Sasa hizi ndio wananiandikia nasema kwani ulikuwa najua? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kitabu cha Zaburi 18 inasema nakupenda ye Mwenyezi Mungu, wewe mwenye nguvu zangu, niegwedete Ngai we hinya wako, nakupenda, I love you. Bwana Yesu asifiwe sana. Hili ni ombi nataka tulifanye, maana ule mwinuko wote ulikuwa umeinuka, wale wote uliona ule msemo Kuimodo akisema atani visit kwangu, atakuja atani visit kitu. Sio yeye, hiyo ni grupu moja na Raila, ni roho moja. Sasa hizo maroho ziliniattack, sio hapa tu peke yake, waliniattack kutoka America, India, kila mahali where the representation is, where that spirit works, because that spirit haikuangi ya mtu mmoja, inakuanga imepatiwa watu wengi. So wakati walisikia their king, one of their king anaenda, na ni nani amesema kuhusu hiyo, sasa they came to attack me. Raila angeenda kitambo, hangeenda sasa, angeenda wakati ulisikia bodyguard yake alikufa. Hiyo kifo ya bodyguard haikuwa ya bodyguard, ilikuwa ya huyo mzee. Lakini they know how to swap. Bwana Yesu asifiwe sana. They know how to swap, wanabadilisha. Wanaweza kukupatiana wewe ukufe kwa niaba yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio nasikianga wale walipatiana souls zao, wanaendanga wanaambiwa nataka mama yako, unapatiana. Sasa nataka mtoto wako, unapatiana. Sasa wanafika wanasema we want ultimate. Unaenda anabagaini, anasema hapana, sasa nitaleta kitu fulani. Sasa wakapatiana Gen Z, hiyo ilikuwa bado ni part of the sacrifice. Hiyo ikaenda
Baadaye sasa imefika jinsi tumeinua madhabahu, tukaenda kwa mlima, tukamwaga maji huko, tukasema hakuna damu ingine ikatamwagika. That is the problem. Hallelujah. Shida iko ingine. Shida ni wakati tuliinua dhabihu, tukaingia kwa barabara zote tukafunga, tukaingia Nairobi tukafunga, tukaenda mito yote tukafunga, na tukaenda kwa mlima tukafunga, tukasema gotire mundu ungi ogukua, gotire sacrifice yake kurutwa. Na imekuwaje? Imekuwa hivyo. Sasa wakati tumefunga, hakuna sacrifice nyingine itakuwa, lazima mtu aende akiendaga, because alikuwa anazuia. Na kuna mwingine na yeye pia alikuwa aende akaswap na kazini yake. Sasa na yeye kwa sababu tumefunga, sasa ni yeye next. Sijui kama mnaniona kama ni Daniel Fagireu ni story si ajabu. Sasa they know how to swap. They are wanajua in the spiritual realm, death wanga zinakuwa swapped. Mtu anaweza kuswap, wewe ulikuwa nakufa, uswap upatiane mama yako, ama uswap upatiane ndugu yako, ama uswap upatiane, ama venye unaonanga baraka ni zako, wewe ndio umeachiliwa baraka, wewe ndio umeachiliwa neema, kibali kiko na wewe, lakini unakuta sister yako ndio anatembelea baraka zako, maana sister yako alienda kule akaswap. Sasa vitu zinakujanga zikitoka kule kwa jina yako, lakini zikifika hapa zinakuja kwa neighbor ambaye ni sister yako, kwa neighbor ambaye ni brother yako, kwa neighbor ambaye ni mtu ambaye ni huyo mwenye yako hiyo duka ingine next anatumiaga wewe, PO box ni yako, lakini vitu zinaenda kwake, yeye ndiye beneficiary. Sasa hiyo ndio inaitwa swapping of blessings. Angalia wakati Danieli alienda kuomba, the very first day alipokea, the very first day alianza kuomba, alipata majibu. Lakini majibu yale hayakumfikia until 21 days. Lakini kule biguni, the very first day aliomba ndio vitu zake. Kuna watu tunaendanga maombi na vitu zetu zinaachiliwa very first day. Maana Mungu alitaka tu siku hiyo uitike kwenye huo wito. Uende tu na ufanya nini? Uende katoloni. Maana Mungu alitaka ufike tu, anataka faith yako. Daniel alipoanza kuomba, baraka yake ilifika immediately, lakini ikafanya nini? Ikanyakuliwa kwenye anga, ikashikwa na mfalme wa Persia. So for the last 21 days anapigana, anaendelea kuomba Mungu, anaendelea kuitisha mzigo, lakini mzigo uliteremshwa kitambo. Na hiyo mlango ya kusikilizwa kwa hiyo mzigo biguni ilikuwa ishafunga. Maana mzigo ukiachiliwa na bingu ikiachilia mzigo, hiyo mlango ya kusikilizwa kwa hiyo kitu inafungwa. Maana washamaliza kazi yako. So ni wewe uendelea kupambana, kukamata, kurudisha, kungangana mpaka ushike, ulete hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Usipofanya hivyo, vitu zako utakuta ziko hapa duniani na wewe uko hapa duniani, lakini shida unapata. Na wewe ni mwokovu, mlokole, umeokoka mpaka ukaokokwa. Yeah? Hata udioma venye unadhioma mpaka watu wanasema ora bakashanda, ni huyo mtu ni mtumishi wa Mungu. Lakini mtumishi wa Mungu mwenye anafungiwa nyumba, mtumishi wa Mungu watoto wake hawasomi, mtumishi wa Mungu mwenye yeye mwenyewe hana chakula, hawezi kujilisha, mtumishi wa Mungu mwenye hata nguo hawezi kujinunulia, lakini ni mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Blessings za mbinguni lazima zipelekane na utumishi. Kama Mungu ameachilia utumishi, anaachilianga mpaka baraka za utumishi. Hawezi kuwa mtumishi mwenye hana kitu. Hawezi kuwa mtumishi unatembea miguu. Hapana, kuna shida. Kuna kitu kimekatwa mahali fulani. Kuna disconnection ya kitu kinafanyika mahali fulani katika maisha yako. Kuna mtu ameiba nyota yako. Ni nyota huibiwa. Kwa mambo ya dunia, utajiri wa dunia ni nyota, si maombi. Maana hii kitu tulipatiwa kwenye Genesis chapter number 1 verse 26, 27, 28. And God blessed them. And God gave them dominion. We have the dominion, we have the blessing, we have everything. Kila kitu ambacho unakitaka uko nacho. Gari nzuri uko nayo, nyumba nzuri uko nayo, mke mzuri uko nao, mume mzuri uko nao. You have everything within you. But there are people ambao wamekuwa werevu katika ulimwengu wa nyota. Kuna watu mahali they are clever katika ulimwengu wa nyota, wanajua nyota ya fulani ni gani, wanajua kuzisoma, wanajua ni nani anafaa kuwa nani, wanaenda wanaswap. Mtoto wako kwa shule, chunga sana, unapomwachilia aende shule muombe, anaporudi nyumbani muombe.
Bwana Yesu asifiwe sana. Maana katika ile kuomba na ile kwenda shule, watachukua tu jaketi yake, watachukua tu kitabu chake, watachukua tu. Mimi mtoto wangu alikuwa anapoteza akienda shule, alikuwa anapoteza vitu zake zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuwa na kitabu, ana note, ako form 3 lakini hana notes hata moja kutoka form 1 mpaka form 3 hana. Nguo zake unamuuliza nguo zile ulienda nazo zilienda wapi? Ananiambia zilipotea. Baka ikabidi ni dig deeper, nikakumba kumbe kuna mtu wako kwenye shule walijua huyu ni mtoto wa nani, na wakajua huyu mtoto ako na nyota fulani. Sasa kazi yake ni kuchukua vitu zake wanazipeleka kuzimu. Mtoto alikuwa amekataa shule, hataki shule, hataki kwenda shule. Baka nikamhamisha kule. Saa hii amekuja number 1. Ameniletea karatasi akaniambia dadi, na hana notes, saa hii ndio anaandika notes za form 1. Baka ilibidi nimtafutie printer, a copy, anaangalia, anachukua kitabu na anawekelea, ana photocopy notes za watu wengine badala aandike. Lakini alikuja number 1 bila notes. So that is what had been taken away. Hiyo ndio kitu walikuwa kazini pale. Unafanya kazi, unaweza kuwa umeajiriwa miaka 10, no promotion. Wengine mtu anakuja tu na anakuja na anapata promotion na anaenda. Na unashindwa huyu, na hii ni ngombe kabisa, ni mtu haelewi chochote. Hiyo promotion ni atia. Kumbe ni wewe ndio ulipatiwa promotion lakini kaingia kwake. Yeye ndiye anapada. Unakuta kuna watu wanakulianga kazi yako, kuna watu wanakulianga biashara yako, kuna wakati wanakulianga huduma yako, unakuta huduma imeibiwa. Huduma kama hii inaibiwa. Kuna siku nilikuwa na Facebook yangu ilikuwa na wafuasi 100,000. Kukakaa kidogo nikaona wamerudi 60. Kukakaa kidogo nikaona wamerudi 40. Kukakaa kidogo nikaona wamerudi 20. Kukakaa kidogo Facebook ikapotea. Sasa ndio niliambia kuna watu wanaiba wafuasi wanaweka kwao. Wanaiba wafuasi wanaweka kwao. So hivyo ndivyo wanaibaga vitu zako. Hivyo ndivyo wanaibanga biashara zako. Hivyo ndivyo waliiba watoto wako. Hivyo ndivyo waliiba kazi yako. Hivyo ndivyo walichukua. And these are the people wako na waganga wa hali ya juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio hapo kamzee kanaitwa Mkuimondo kalijaribu kuiba nyota yangu. Kaliniita mahali panaitwa Mahiga matatu ni Mahiga Madhigira. Pale Chaka, au kienda hapo Chaka kuna mahali wanakulaga busi. Kaliniita nikaenda mpaka huko. Kakasema nichijue busi. Nikasema hapana, msinichijie yenu. Nikasema nitatoa yangu. Maana hii yao sijui, na ilisemekana lazima ilale huko. Ikilala ndio ichijwe kesho. Mimi nikasema hapana. Nitafutieni busi gine ninunue. Nikatafutiwa busi, wakasema hapana, lazima nyogi nyeruto dhahu. Nikasema mimi mwenyewe ni mimi najua kutoa dhahu. Wakasema ndio sasa, lakini mzee mmoja akasema to avoid the argument tufanya nini? Tuchije hiyo. Na nikaambia hii si madhabahu. Tutiraruta igogo na tutiraruta ile toero ndera tulie nyama. Maana nilijua hii damu itamwagika, itakuja kunikula siku moja. Nikaambia bana hii kwa sababu lazima upatie reason. Hiyo busi inachijwa, uipatie reason. Uipatie jina yake yako wake. Wakikuyu wanayojua kuuliza hiyo maswali. Yako wake imekufa kwa nini? Mimi nikasema nigetohero. Watu walikula getohero. Waka akafikiria amenikamata. Sasa bitterness yake imetokea wapi? Imetokea hapo kwa sababu alikuwa ni meze. Aniweke kwa hiyo kakogoda kake ndio tusiende kwa mlima. Wakati amenienda kwa mlima, alienda mpaka hapo kwa hiyo ambapo tulikuwa mara ya kwanza alienda mpaka kwa hiyo mlima. Akaweka kwa Facebook yake. Na akaenda akasema hapo hiyo story nimepatiana ni ya uongo. Because alikuwa amekuja kucancel. Maana alishindwa niliendaje. Na kule walifuga. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo ndivyo wachawi wanafanya, na wanakujanga kukuangalia kama umekufa. Hata wanakupigia simu. Uliokuwa kuhiana atia. Ciana nejaga. Ona we mugima pio. Nduri handu haragutura. Anataka kujua kama hiyo kitu ilifanya. Hapo mwambie ndiye bado wako hadu na upodi meumia mkao. Hata sitoki kwa kitanda. Lakini akisikia uko na afya na unatembea na uko sawa sawa, wanaenda kuongezea ingine. Ndio naonanga kuna watu wazazi wao ni wachawi, ni waganga.
mother in law, father in law, hawa watu wa familia wanakuanga wachawi. Unakuanga wakikulus kwenye network yao, wakikupoteza kwenye network, maana wamekukamatia kwenye network ya kiroho. Wakikupoteza anakupigiaga simu. Unakuta mama ama mtu mwenye hakupigiagi simu amekupigia simu, na ukimsikilia kwa hiyo simu hakuna kitu ya maana amekuambia. Nawe komisi dogeto kireire muno. Hapana, tigokira. Anataka kukurudisha, maana ulikuwa umechomoka kwa network. Anataka kurudishe ndio waendelee kufanya kitu ndio monitoring spirit. That is how they monitor. That is how they know you ni nini. That is how wanajua ulipika nini jana. That's why wanajua ulitadikwa na msee jana. That is how wanajua mtoto wako haendagi shule, school fees ilikosekana. That is how wanajua duka ilifugwa. That is how they know ministry ilifugwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wewe unangangana tu katika dunia hii, ati ukingangana maneno, nothing is working as long as they are able to locate you. As long as they are able to wanakushika, wanakupigia simu, wanajua mahali huko, ni nini unafanya, ni nini unaendelea, wamekukamata. Always ukichukua simu yako sema, Mungu, kama hii simu iko na ushetani, ninakata network. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu anaweza connect tu na kuletea tu go to wake, atatendea huko lehera go, yenda huko hegwe shinishirani hile ke hadi akonegera lege hajawahi, anataka uvahage ndio na kuconnect. Ukivaa mnashikana. Kuna mtu atakuja tu hapa anataka kukanyaga tu hapa, ndio naonanga hapa mimi nimeweka ulinzi, hata kama ani ananiagushaka wakati mwingine nimeweka nini ulinzi, lakini siku hizi amekuwa mkali. Nataka ile spirit ya joy ikuingie. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulinde, linda madhabahu yako. Linda wale watu mnaomba na wao wachunguze. Wale watu mnakula na wao wachunguze. Wale watu mnakunywa na wao wachunguze. Wale watu mnatembea na wao wachunguze. Kuna mtu tu atakuita ati ni spiritual father, anakuita kwa ofisi yake mpige tu sole, kumbe ni kukunyonya na kunyonya. Ukienda huko jitakaze. Ndio namkaga saa 9. Saa 9 si maombi ya kupigana na wachawi, ni maombi ya kucommand your day. Bwana Yesu asifiwe sana. Saa 9 is not for praying ati kupigana na ngangana na ngaribu na ngushanga yao. Anga waliitengeneza saa 6 usiku. Saa 6 ndio vita. Saa 5:30 mpaka saa 6:30 ndio unapigana vita. Ndio unavunja anga zao, ndio unaharibu mipango yao, ndio unaharibu njia zao. Saa 9 wakirudi nyumbani, wanakuta kwamba wakirudi nyumbani kwa sababu wameshamaliza kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Saa 9 wamemaliza kazi, sasa ni kurudi nyumbani wakarare, wanaendaga wakifurahia, maana usiku kucha kutoka saa 6 wamefanya job imekamilika. Na wewe saa 6 ndio uliwagonga. Saa 9 na wewe amuka, command your day. Ambia Mungu, leo ni Mungu, usikubali nikutane na mtu hautaki. Usikubali kwenye duka yangu mtu akuje ambaye ni mchawi. Usikubali nisalimiwe na waganga. Usikubali nisalimiwe na wachawi. Usikubali nipigiwe simu na hawa watu. Bwana Yesu, you command the day and your morning. That is then you authorize, you tell morning, nisikilize, mahali nitakanyaga hivi, mahali nitaenda. Usijaribu kukubalisha mtu wa kishetani akuja hapo. Hapo ndio na command saa 9 mpaka saa 11 mpaka saa 1 asubuhi. Command, na ndio naonanga Waislamu wanaamkanga saa 11 ku command the morning. Bwana Yesu asifiwe sana. Saa 2 kuachilia, sasa ametoka kwa nyumba. Ndio na sala wakubaru. Ulala suruala suruala zururura baserere Allahu akbar. Anafanya mhuduru maita 5, anarudi anatoka 5 times. Lazima afanye hivi mara 5. Huyo kama huyo unaona hapo. Sasa hiyo 1, angalia 2, Singana ameinuka sasa, amemaliza kazi yake. Huyu analia na gomisi ya kwao. Bwana Yesu asifiwe sana. So you have to identify, to know the time for warfare is not 3 a.m. Don't go for warfare. They have already won. Kama haukuomba saa 6, washakamata anga yako. Hakuna mahali utaenda. Siku hiyo yote hautafaulu. Saa 9 ni ya kucommand. Sasa hiyo ndio una command. Unasema unaitisha watu, kama uko na duka unaitisha watu saa 9.
unawaambia wakuje, na wakati unaomba unalete duka yako ndio hii hapa, in the spirit unailete hapa, una command watu, unawalete, unapanga laini, unaona in the spirit ukiomba, unawakamata, wakikuja sasa weka loko, watakuja. Hivyo ndio wanatukamatanga. Teteno ikare haha bako ni kimuthuri uracaria, kimuthuri ukihoya ugakire hako ni tagiki ugu, ugakire baka kinakuja, unakikamata, unaona kimeingia box, kikiingia box unakisil. Sasa hiyo tukitoa sadaka kitajirete ate ni mtamaka gomisete ni utoireko ni ndirageria guikara Mombasa ndirare mo, kumbe ni kukikamata, ulikikamata sasa kinajirete, kimeingia kwa box, kiko ndani ya system na mtiagerio kenyita. Yeah, that is how we kamata. That's how we kamata thing. Kama ni kanisa na hii nilijenga in the spiritual realm kwanza. Bwana Yesu, si mnasikia nikiambia kina Karo hapa, niliwapeleka kwa mkahawa ingine inaitwa Cafe Bistro. Imejengwa hivi. Ndivyo unaona ndivyo Cafe Bistro ilijengwa. Nilikuwa nawapeleka huko, tunaenda tunakula. Si chakula nilikuwa naye na haja, nilikuwa nakamata kitu kama hiyo. Mungu nikaijenga. Nilipoijenga sasa release in the physical. Nilijikuta hapa. Hii nyumba nilijikuta hapa. Hii nyumba imekaa hata hii kutoka 1930 haikuwa na mtu. Walikuwa wameweka files hapa, files za kahawa kuma 1930. Lakini when I commanded similar kitu kama hile iko pale, Mungu Google search, akasearch ikapatikana hapa. Watu hawa, huyu caretaker tulikuwa tunamwambia, alikuwa ametupatia kutoka hapo ile kalikuwa kafuri, ni kutoka hapo hivyo alikuwa anipatia hako. Nikamwambia na huko ni nini iko, akaniambia kuna file. Nikamwambia tuingie, tukaingia, nikaikanyagisha miguu tu. Aliniambia hata hiyo ukitaka tunaweza kupatia wewe. Nikamuuliza sasa ilikuwa imegawanywa hapa kutoka hapa kwenda huko, si unaona hii line hapa, kulikuwa na kitu sealed completely, locked completely, secret files. Nikamwambia ni nini iko hapa, akaniambia hapa tuwezi guza huko kuna files za ndani kabisa. Nikamuuliza naweza kuangalia, akaniambia kamulako kalikuwa pale. Nikamuuliza kamulako kako wapi? Akafungua, akaniambia unataka uchungulie tu. Nikamwambia fungua tu, nataka kuchungulia ndani. Akaniambia hata hapo ukitaka kuchukua nitaongea na management, maana already nilikuwa nishaiunda in the spirit, nilikuwa nishaikamata in the spirit. So kila kitu nikafanya ile ya Joshua, mahali utakanyagisha miguu yako utamiliki, as long as umejenga kwanza katika ulimwengu wa kiroho. Chochote utakachofanya utamiliki nacho. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Na hivyo ndivyo these people they control you. Na hivyo ndivyo tunakuwa control. Na hivyo ndivyo nilimwambia huyu msee kwenda kwake, wakati bodyguard yake alikufa, huyo bodyguard alienda kitu yake, alimpatiana ndio survive. Sasa ikafika na sisi tukafunga, ndio akakuja akapatiana nini? Akapatiana vijana. Alipopatiana vijana tukaomba hapa, akachukua serikali, tukaomba hapa, tukasema tumefunga. Na nikaongea na hii bendera, nikaambia usikubali mtoto mwingine aende. Kuna mtoto ameenda kweli? Hapana. Hata wale walikujinyonga ilisimamishwa, hata wale wakukuta wameuliwa ilisimamishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nika accident kingine kameanza kujitokeza hii barabara ya Nakuru. Tunaenda next week hapo. Tunaambia kuna damu mwingine itaenda, hiyo ni ya Freemason. Hiyo ni ya kina Mukuimodo, hiyo ni kidogo sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. So you have to understand how they operate. Wakati uliona hiyo kitu niliwekea hapa, reason niliwaekea hapa ndio ni release kwenye anga. Maana alikuwa ameirelease kwenye anga through to me. Kama singe release ingefanyika. Maana yeye ni three-star kwenye ulimwengu wa shetani. Ako na uwezo, akalilisi. Maana anachinja mabuzi, anamwaga damu, anachinja makuku, anamwaga damu, amejenga mpaka kanyumba kakumwagia damu. Kwa hivyo this guy is a high priest. Mnanielewa? Hivyo ndivyo madhabahu hushindwa, upigano nayo. Madhabahu unaangalia ule mtu ni wa madhabahu gani, ni nini, amejenga tunyumba tutatu tunaitwa madhigira. Kwenye hizo tunyumba tutatu ndio wanachinjianga ngomi. Hapo ndio buzi zinachinjiago. Who is the owner of the altar? Ni nani mwenye altar hiyo? Hapana, ni yeye.
lakini si yeye uchinja, amepatia wazee wanafanya hiyo kazi. So who is lifted up? Ni yeye. Yeye ndiye anaendelea kuinuliwa. Venye mbuzi zikikufa 10 leo, akaunti yake ya Bonga Point inaongezewa. Mbuzi zikikufa kesho 20, akaunti yake ya Bonga Point inaongezewa. Mbuzi zikikufa ingine, akaunti yake ya Bonga Point. Sasa yeye unaendelea kuona anaendelea kupata nguvu, lakini wale wazee wanachija, utakuta ni tumuzee tu, tumekaa chakarabakara, tumaskini tu. Yeye anaendesha gari. Maana madhabahu anafanya nini? Alafu hapo ameenda kwa kichaka, pale kwa kichaka ya Mount Kenya, kuna mgumba fulani, ameenda amejenga kashiraini hapo. Hawa wazee anawaambia nendeni mkachijie wapi? Hapo. Anaendelea kuinua madhabahu yake. Hapo juu kidogo amejenga mahali, amesema hii nayo ni kigogona ya Wakristo. Unaona sasa, unaweza kuwa na kigogona ya Mkristo, ya Muhindi, ya Mkikuyu, ya Muluya, and you still stand strong. Sio si ati kuna kigogona itamaliza ingine. Hapana, you know how to operate it. Hivyo ndivyo Ruto alitukamata. Ruto aliweka kigogona na kina Wairimo State House ya Karen. Akatoka hapo akaenda kwa Kongo Muigai, akaita wazee wa Kikuyu wakainua madhabahu. Akaenda kwao kule wazee wa Ndalani, wale wa huko kwao, akainua madhabahu. Akaita Waislamu, akavaa Kiislamu, akainua madhabahu. Akaenda Independent Church, akakaa mu-independent, akajenga ile kanisa ya Sagana hapa Keno, ile walipiga tia gasidani, akajenga kanisa ya Independent, akainua madhabahu. Akajua amekamata Independent, ndio kanisa ile inatawala Kenya. Ndio iliachua madhabahu ya Kenya. Madhagama ya Kenya makao wamenakanida wa Independent. Alijua hivyo, akaenda akashika hiyo kanisa. Akaenda kwa Waislamu akavaa. Akaenda kwa Wagiriama na Wadigo na wale wengine, wale wanaitangwa nini? Kaya bombo. Akaenda akavaa nguo za kaya, akakaa kama hao. Akarudi akaenda mpaka kwa Wasomali, wakaenda wakaimba ulimwona akiimba hivi, naye akakamata inji mzima ikalia Ruto. Alituuzia wheelbarrow moja. Ni kuwa na uelevu wa kukamata na kushika watu na madhabahu. Si Ukristo. Madhabahu si Ukristo. Madhabahu si Uislamu. Ni wewe kujua kushikamata watu ukipitia madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na usipojielewa hivyo, watakukaranga, watakumaliza. Unatembeaga na mzee bwana yako, lakini ako na madhabahu amekukamata nayo. Kumbe hata zile manyumba zote amejenga ni zako. Zilikuwa zinapitia kwako. Kumbe ile magari anaendesha ni wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe huyo mzee unakuta mpaka anaokochukuaga period zako anazipeleka kwa mganga. Akilala na wewe, analala na wewe, kisha anajipagusa. Hiyo kitu anapelekea mganga na kukamata. Maana vitu hivi unaonanga vinapitia kwenye sehemu za siri, either through mwanamke ama kila mwanaume. They have a power. They have a controlling power over life. Menstrual inatangwa periods. Inatangwa menstrual. Menstrual cycle, hiyo nilikuwa natafuta. The menstrual cycle ya binadamu, it evolves in 28 days. Bwana Yesu asifiwe sana. A cycle of a moon is 28 days. How the connection? The blood moon ndio hiyo inashikana na the 28 days. Ile blood moon ilikuwa imekuja, na hiyo ndio uliona watu wachawi wengi walifanya consecration ya kuinua madhabahu yao. Na ndio naona wakati mama afanya nini? Ako na periods zake, haruhusiwi kwenye madhabahu. Ama haruhusiwi kabisa kupikia mtu mwenye wa madhabahu. Kama sasa mimi niko na mama, huyu ndio mke wangu, na niko kwenye periods. Ako kwenye mimi niko kwenye periods. Ako kwenye ako kwenye periods, haruhusiwi kunipikia. Na ndio na mzee alikuanga na dingira. Bwana Yesu asifiwe sana. Mama alikuanga na nyumba yake na mzee alikuanga na nini? Na dingira, kwa sababu ya kuavoid. Maana hii ingelete maafa, na hii ndio hutumika kutawala dunia. The menstrual cycle ndio inahusika. Hata calendar is revolved around the menstrual cycle of a woman. Sijui kama it has energies, it has the power. Na hiyo ndio wanafanya kukuroga nayo ama kumaliza generation. Menstrual cycle ya binadamu ndio nawaambiaga, chungeni hizi vitu soda mkitoa, don't just throw it. Don't just throw it. Ikichukuliwa iko na power, inaweza kwenda kutumiwa.
Kuna vijana wengine tulikuwa na wao pale City Stadium, na hawa vijana tulikuwa na wao ni machokora, walikuwa na kamba hapo round about a system. Sasa walituambia kazi yao ni kuokota hizo vitu. Maana kuna mama kutoka Runda alikuwa anakuja na Range Rover, anazichukua anaenda nazo. Bwana Yesu asifiwe sana. So kukamatwa kwa madhabahu ni kuna vinye, kuna in the spiritual realm wanatu control, wanatushika. Sasa wewe unafikiria uko sawa, wewe unafikiria unaendanga kanisa, wanaweza kukuja tu hapa kanisa hii wakalie hizi viti. Wakikalia hizi viti kuna kitu wamewacha kwenye viti, kuna control fulani wameacha kwenye viti. Baadaye utakuta wanapigana tu, kanisa mzima unakuta tunalimana, tunapigana, tunachukiana, apparently no reason, but because kuna madhabahu ilikuja ikawekwa. Huyo mzee alisema nini? Ndio maana niliwaekea hiyo kitu, niliwekea ndio katika ulimwengu wa kiroho, maana aliachilia hiyo kitu in the system, na mimi lazima ningeimalizia in the system katika ulimwengu wa kiroho. Ndio liona niliwaekea hapa. Mlisikia akisema nini? I will visit you in your altar. I will revisit, I'll be kuna ile language alitumia, I will do you a visitation in your altar. I will do you a visitation in the church. I will do you a visitation kwako nyumbani. How and why did he separate the altar and the church? Umeona? Because amegawanya in the spiritual realm, amenisplit mara tatu na atani attack mara tatu. Kule amejenga madhigira tatu. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu kwenye madhigira tatu ameweka madhabahu kwenye Mogumo, pale ile wazee wanaenda kuchinjia. That's number one. Hapa juu kidogo amejenga madhabahu ingine ya Kikristo, anasema ni ya Wakristo, ni ya Yeshua, amejenga hapo. Alafu sasa amejenga madhigira tatu. Hizo ni three trinity. So ndio kuattack mtu lazima akuwe attacked in three ways. Ndio mtu kitu imfanyikie. Kama sasa nikwambie wacha hiyo kitu, I need to warn you 3 times. Ya tatu nikikuoni, ya tatu lazima itafanyika. Nikikwambia wacha hii, tukaekae kidogo, wacha hii, tukaekae kidogo, nikikwambia ya tatu lazima itafanyika. And that is the katika ulimwengu wa Kristo ndio tunaita nini? The Holy Trinity. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukiingia kwa Wakikuyu wako na nini? Mahiga matatu ya kupikia. Na ndio wamama wazee walikuwa nakojolea nini? Hiyo mahiga matatu. Hapo wanakojoa pale wanapikia. Unaamka asubuhi na mapema. Ameroga nyumba mzima. Ile chakula yote mtakula siku hiyo mmekamatwa. Ama pia nakojolea maji naweka nini? Kwa hiyo chakula atawapikia. Bwana Yesu asifiwe sana. So when you hear somebody anasema nitakutembelea kwenye madhabahu, ameguza the real heart you. Anaguza anga yako. Number 2, nitakutembelea kwenye kanisa yako, anasema congregation, wale watu mko na wao nitawafukuza, nitawatoa kwako. Ya tatu akasema nitakutembelea nyumbani, mahali unalala, because that is your other altar. So this man an intention ya kumaliza in totality, maana kuna kitu ulifanya kikazuia kazi yake ifanyike. Are you getting me? So when they hear you, wakati tuliinua bendera hii, wakati tulikuwa City Stadium, tukainua bendera hii, tukaiambia kutoka leo tumekutuma kwa Raila, uende umwambie hatutaki maandamano Kenya tena. Kutoka siku hiyo maandamano ilifanyika, maana tuliinua bendera. Bendera ndio altar ya taifa, tukaizungumzia, tukaituma kwa nani? Kwa Raila. Maana it's only the flag that can speak to him. Maana this is the main altar of the country. Sio kama mnanielewa? Tunapatana. So when you are making these altars, or when you are making these prayers, understand before you make the prayers, what could be the altar speaking against me, or what could be the altar speaking for me. Huyu mzee ambaye unataka kungangana naye, yes ni bwana yako, hebu uende ufanye utafiti, uchimbe ndani, ujue nguvu yake ni kutoka wapi mpaka wapi. Maana unaweza kuwa una deal na mzee wa miaka 3000 na wewe ni wa miaka 3. Kwa sababu miokoka katika jina la Bwana Yesu, kemea mapepo. Una deal na giant. You are dealing with a giant in the name of a husband. Na ka husband ni katuruturu, kametosana hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. So understand the principles, understand how they organize
they plan. Before they attack you, they plan. Before they move forward to do anything, they plan. Lazima wapange. Na hawapangi na siku mbili, hawapangi na siku tatu, wanakuwa wamekupangia muda mrefu. Huyo mzee alianza na kuniataki kusema, mara ya kwanza niliona ataki yake ilikuwa kwa Facebook yake. Akasema kuna watu wawili, 2 cousins, ambao wanazunguka Kenya mzima wakijiita mudhamaki wa Thayo. Mmoja anajiita ni yeye na mwingine anajiita ni yeye. Na nikajua ni mimi anaataka. Tukakaa kidogo. Wakati nilikuwa nimeenda Russia, nikaona kwenye Facebook wamesema, ameandika kitu akasema, wakati nilisema Pope alikuwa hapa na akanichukua kitu. Akasema your God must be a shallow God who does not understand anything. Ati Pope hawezi kuja na achukue kitu. Na Traore is ruling country yao kupitia Mount Kenya. Pope is Pope kupitia nini? Mount Kenya. That's what I said kwa Bamasi. Lakini ali challenge that na akaniambia you must be having a God who is not worthy. Sasa aka challenge Mungu wangu. Sasa ground haikuanza kunipigia hapa, alianza kunipigia pale mbele ndiye alianza vita. Na mimi nilielewa vita zake. Wakati nilienda mlimani ya kwanza kabisa huko kwa Mount Kenya, wakati nilipeleka mchanga, yeye the following day alikuwa hapo. Na kaeka kwa Facebook yake alikuwa hapo. Kucancel whatever nilikuwa nimefanya. Na mimi wakati nilijua hivyo nikarudi. Sikutakasa, nikarudi. Sasa yeye hakujua, nilienda na whatever he said against me nikacancel. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukarudi tukakuja Nairobi tukachota maji yote ya mlima. Wakati unachota maji, unatumia maji ya mito. Maji ni ndio ukweli. Maji ni ukweli mtupu. Maana maji ni ya Mungu. Nani alitengeneza maji? Ulishaienda ukakuta factory ya maji inajitengenezewa? Si unaona tu maji yakitiririka. Unaona maji imetoka tu kutoka kwa ardhi inatoka. It is God. Kuna Mungu ako ndani ya hiyo maji. So when you use water is an altar. Kikokona kia mai. Water is an altar and that is what God used to kill people. Akamaliza wakati wa nani? Ni wakati wa nani? Wakati wa Nuhu. Na kuna altar nyingine ya moto wakati wa Sodom na Gomora, akamaliza akatumia moto kumaliza. Bwana, those are the elements. Kuna element ya sun, kuna element ya moon, kuna element ya star. Kuna element ya air, kuna element ya damu. Sasa ni kile kitu unaweza hizo zote zinatumika katika kuinua madhabahu. Waganga wakienda kwa waganga, kuna kile kitu wanatumia wanatumianga element 3 waganga. Utakuta ako na beads, sio beads, zinaitwa nini? Zile za crochet. Wako na crochet. Ni crochet ama ni crochet? Kauri. Poleni mwalimu wetu alikuwa mjaruo. Kauri shell. Hako kakitu ndio unaonanga watu wote hata kiama na nini, waganga, warogi wote wako na hizo vitu wameshonelelea kwa shati yao. Maana hiyo inazungumzia udhamaki ya maji. Maana crowd shell ni dinoho zinakaaga ndani, zinatokanga kwenye baharini. Sasa inazungumzia kuhusu udhamaki wa nini? Wa maji wa baharini. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu unakuta wako na mawe. Ukienda kwa mganga yote yule ako na mawe ile tulikuwa tunasema nejata ilianguka. Ile ya black hivi na kanga blue ama black hivi. Hiyo mawe ndio wanatumia ina nini? Inasimamia nini? Udhamaki wa ardhi nyomo. Hii ground. Udhamaki, the power of the soil, kitu kama hicho. Naye pia utakuta ako na kitu ameweka hapa kaunga fulani, anafanya inaenda kwenye hewa. Sasa hiyo nayo ni udhamaki ya hewa. The king of the air, the king of the land and the king of the sea. Zote zinakonga queen. The queen of the air, the queen of the land and the queen of the sea. Hizo ndizo wanatumianga hiyo kiama. They use those mermaids. Wanatumia nguvu za giza kupitia elements ambazo zinatumika katika kuinua madhabahu. Na ndio nasema wakati anaanza kwanza atachant, atazungumza maneno kuitisha the queen akuje.
Maana atatumia hiyo kausheri, atazizungumzia, azirusha chini ama azifanyie kafara fulani. Hizo ni za kusummon miungu ya ndani ya maji. Ama atatumia hiyo mawe aizungumzie, ni kusummon the goddess of the earth. Ama kutumia hiyo anafurisha inaenda ni kusummon the goddess of the air. So utakuta hapa kanisani tuko na tu goddess, kumbe ni ka goddess kamaji. Na wewe unang'ang'ana, unaona tu ni kamama kamezeeka, ni kamama tu kamekaa, kumbe it's a goddess. Wala nagatumia gakahorerete oro ugu atakatiri na kuria koi gaikara go ugu gasubaite haha rege mugoka ha intercessory team turaga haha mukomete haha muriyaga munyuaga ngije mukorogo na ngai iria-ini. Bwana Yesu asifiwe sana. Rege muturaga haha mukona ngai yariera-ini muramuna muikarete haha none acomokire yego kuriera-ini rathiuruka huko anaendelea kuwashughulisha tu angalia ana pa ile inaitangwa out of body out of body experience. Kuna mtu anaweza kukaa nafikia shosho wako hapa na ako Guatemala na huko ako Brazil. Ni vile mshamani wa kiama. Leo unaona mwikalete ha. Unaona shosho amekaa tu hapa lakini alienda ako Germany. Kamati kuu ya wachawi, ya waganga. Bwana Yesu asifiwe sana. That's very 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 important for you to understand what could be the challenge that is surrounding you. Who is this fighting you? Ask God for the revelation. Elijah aliomba Mungu afungue Gehazi macho ndio aone. Maana Elijah was seeing an army but Gehazi was not seeing an army. So what did he do? Aliomba Mungu afungue Gehazi macho ndio aone kile aoni. Kwa hivyo kuna jeshi lingine imejificha. Kuna jeshi iko kwenye anga ambayo hatuioni. Lakini utatumiwa. Huyo mtu anasema I will pay you a visitation. Ni mtu wa ulimwengu wa kule, na atakutembelea akiwa nyoka, atakutembelea akiwa umbu, atakutembelea akiwa inzi, atakutembelea akiwa umbwa. Nego gosherera. Ugo rakwera ni ma. Nigo yakwera I have that power to come to your house. Na nitakuja nikiwa mosquito. Na nitakuuma, nitakungata mpaka unasikia. Unachaiumwa na kama mosquito mpaka unasikia hiyo si mosquito. Venye kamekungata unasikia usho timotikuito. Na ukijaribu hata kuiua inakataa. Kinamukeke ukaga nyumba kitako keki. Unajua keki? Wasp. Kinakuja unajaribu kukiua hakiuliki. Kinajua kuhepa. Kinaenda hivi. Bako naachana nasema, "Kumbe ni spirit, ni mtu, ni mkuimodo amekuja akiwa." Muthamaki wa Thayo anataka kurudi, lakini nasema atakupei visit kwako. What does that tell you? Ako na vitu zingine. Ungine ateneko gosherera. Nego gosherera. I am your pastor. I am your pastor here. Nikwambia nitakutembelea. Alafu usiku nione kwako. Nikifinya biashara yako. Tio ka biashara utajua mimi ni nani. Utajua yule Mungu naomba ni gani. Wacha hivyo natulingia na yako kagari. Ukimaliza siku mbili, kagari kanagogwa. Na lori from nowhere. Na kanaisha. Na lori unaona hakuna kitu kimegoga lori. There is a power behind that person. There is a force that person is using. And this one can only, I'm not really on that man alone. I'm giving an example because he gave us an example to give. When he gave us an example to give. That is why I'm giving the example. But this has been happening to us. Wale watu unaonanga wakiwa kwa soko. Unajua wale watu unakuwa kwa soko, wenda wazimu. Hakuna gutile donyo tareke. Gutile donyo tare mogoroki. Kila soko inakuwa na mwenda wasimu. Huyo mtu hakuwagi mwenda wasimu, ni mtu amewekwa, ametengenezwa, amewekwa mapepo zote za hiyo soko. Operation za hiyo soko zimewekwa ndani yake. Yeye ni carrier. Yeye ni store ya kuweka mapepo. Sasa huyo mtu anashidaka hapo na anakulaga hapo na anakuweka na kila kitu na anajua watu kwa majina. Anakutaja jina. Mele wapi? Te atu ni ule gora. Ni mapepo inakuzukumzia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kingine kinakuja mahali unaweka chakula yako, mahali unauziaka kinakuja, mkifuga kazi kinakuja kinakojolea tu hapo. Ama unakuta hapo ndio kinalalaga. Maana hapo ndio center ya operation. Bwana Yesu asifiwe sana.
Hapo ndio ngome yao ya kufanya vituko zao, kufanya kazi zao. Ukienda unakuta hao, unakutanga wagoroki hapa wangi. Hakuna mgoroki mwenye anakuaga hana spiritual power. They have the spiritual power. Walikuwa supposed kukua ago, ama walikuwa supposed kuwa manabii. Lakini kwa sababu nobody was able to help them come out of the situation, akapelekwa upande huo mwingine. Lakini ukimwombea apone, huyo mtu anabadilika, unakuta ni nabii, unakuta ni mhubiri, unakuta ni mtu mwenye yako na power kubwa sana. Because people wanatumika. Wale wakati Yesu alikuwa kwenye boti likaanza kutetemeka, watumishi wake wakamwambia kuja, niko kwa torakua. Akakuja akatuliza nini? Akatuliza bahari. Ni nini bahari? Nani alileta mtikisiko wa bahari? Kule yenda walipofika kwenye ukingo wa baharini, kushuka tu hivi, mwenda wazimu alikuwa pale, akamwambia son of David, usituguse. Kumbe wao ndio walituma missile, ndio walituma missile, boti isikuje, wasikuje that direction. Mawimbi waka command, mapepo inajua kucommand mawimbi. Mawimbi inakuwa kubwa, na ndio naona uko na mawimbi katika familia yako, uko na mawimbi katika nyumba yako, uko na mawimbi katika biashara yako, uko na mawimbi, yani vitu vinakuja, storms zinakuja, zinakufuruga. Sio storms, they are not ordinary storms. They are not ordinary storms. They are storms from some quarters. Zimetumwa na zimekuja kukumaliza, zimekuja kukuzuia. Hata wanaweza kuambiwa msimumalize, lakini msimkubalishe akuje. Yaani mumpatie busy. Alikuwa anaenda Mombasa, anapatiwa tu story busy. Story ya Mombasa ikakufa. Alikuwa anaenda Amerika, unakuja mtoto unasikia Joshua amekufa. Wakati ulikuwa uingie ndege siku hiyo, Joshua ndio alikuwa darling wako, ndio alikuwa, ama baba yako anaenda. Unakuja kugundua alitaka tu, maana hiyo visa yako ya kwenda lazima ungeenda hiyo date. Hiyo date una cancel safari. Hiyo kitu yako inakufa. Unakuta kila kitu imekufa. Mimi wakati mama yangu alikufa, siku ile nilienda, nilipata visa ya kwenda UK. Siku hiyo ndio aligojeka. Siku sasa nimepata visa, nafaa ku travel next week. Mama yangu the day I was traveling, kama jana usiku, ndio alipelekwa ICU. Na kwa sababu wanajua nampenda huyo mama, ndio nikata safari ya kwenda. Na nilikuwa nimetafuta visa ya UK for 7 good years. Na nyimwa, it was of no reason. Hata sikupanga makaratasi yangu vizuri. Reason ile niliambiwa ya mwisho, siku ati nimepanga makaratasi vizuri venye nafaa in order. See, I was not qualified, I was qualified. Lakini makaratasi sikuwa nimepanga in order. Unaona hii ni pepo tu niongea. Wakati nilipata nikafaulu, siku hiyo mamangu alipelekwa ICU. Mimi wakati nilisikia amepelekwa ICU, nilituma pesa, na nikatuma pesa mingi, ndio wasinipigie wakiniitisha pesa. Nikawatumia 100,000. Nikawaambia ndio hiyo pesa, torai mami divita. That very night nikazima simu, nikaingia ndege. Nikaambia Mungu, huyo mama ni mkute akiwa hai. Maana nimejua hiyo ndio madhabahu ilikuwa inanizuia kutravel. So wakati niliingia kwa ndege, the following day nikanunua kalaini ka UK ndio nipige. Nikapigia mtu mwingine, nikamwambia nenda waangalie mama anakaaje. Nikaambia mama amepona, ako sawa. Ona ni mama ino kiamushi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilikuwa Tunisia, na siku hiyo kama singeenda, hata saa hii singeenda. Umeona sasa? So sio lazima madhabahu iletwe na mtu wa nje. Sio lazima mkuimodo. Hapana, even your own sister, even your own mother, even your own father wanaweza kutumika. Ng'ombe yako inaweza kutumika. Odiwo kama iwe igakabiteke twa, inakuagusa mguu, unaanza kutembea nini? Unaanza kutembea hivi. Na ulikuwa uende interview ya jeshi. Sasa utaenda interview ya jeshi aje? Inakuzuia tu. Unasikia uliumwa, kuku ilikuharura, iliruka juu yako, kuharura, na ulikuwa uende beauty contest. Sasa hiyo kuna kihara hapa na kingine hapa. Kuku. Bwana Yesu asifiwe sana. So anybody can be used, na wakishindwa na huyo anybody anahama. Unasikia hata alikuwa aweke video, sasa amesema video sitaweka. Unasikia pepo limejua amukwenda kwa confrontation na yeye. So watatumia njia nyingine ya kukuataka. Ikiwa unako kima kihojo ya pamoja. Hiyo ndio Samuel 18. Hapana. Hazina uhusiano.
Anyway, that is what God wanted you to hear from today. Bwana Yesu asifiwe sana. May God bless you to be able to know, uweze kudiscern what is really the problem in your life. Unaweza kuwa tu wewe ni sumbua na tusumbuaga hapa bure, kumbe si wewe, ni the man or the woman inside you. Inaweza kuwa wewe unatushidaka yani maudho maria wekaga goko gitatoka komenate kumbe tuwe somebody else has been operating in you. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia wakati nimeenda juzi tu, nimeenda kwa Kalonzo tukaomba pamoja na yeye, na immediately mambo ya Kalonzo ikaanza nini, ikaanza kusimama. Baka nilipigia simu akaniuliza, kwani I've never met a pastor like you, things are just happening. Yeah? Na hatujaomba, hatujafanya maombi. Kwa sababu alikuwa anasema unahitaji ukuje tufanye maombi. Sasa yeye anaongojea nini nikafanye maombi? Baba katika jina mwanangang. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is what happens. And this is how God will work with us. If only you can be able kujua. Uelewe tu nikikiria mutolele wako. Mtu mwingine hapa aliniambia kuna wakati mtoto wake alikuwa anaenda shule, kuna mtu alikuwa ameahidi atamlipia shule. Wakati alikuwa anaenda shule tena huyo mtu akakataa mara ya kwanza. The same thing repeated again. Nikamwambia hiyo ni madhabahu, huyo sio huyo. Huyo mwenye alikuwa amesema atakusaidia si yeye mwenye shida. Kuna madhabahu. Wewe ndio uko na madhabahu ya kuzuia mtoto wako, na huyo mtoto ako na anointing, ako na power fulani, na hiyo ndio unapigana nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. And you have to be now, ukiona kuna kitu kama hiyo inafanyikia watoto wako, you don't go confrontational kwa watoto. Usiende tu kuwaombea, tunataka kuombea watoto wangu, kuwapeleka kwa hapana. Anza kustudy huyo mtoto. Ulimpata aje? Ni shida gani ilikuwa wakati mlipatana na hako kamsee? Ni shida gani ilikuwa? Ndio gathina kali kumwale nako. Tondu gathina kau no kogokete kugiria mbegu yo ndigacamani. Sasa ukiunderstand yako kashida ulikuwa nako, katakupatia understanding huyu mtoto anapitia matatizo kama haya kwa nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Uta-understand kama wakati mlifungua kazi ya kwanza, mlifungua na mkeo ama mlifungua na mtu wa familia ama mfungua, ile shida mlikutana nayo ya kwanza wakati mlipokuwa nafungua, hiyo shida ni muhimu sana kuielewa, maana itakwambia ni nini mnapitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ndio inaweza kufanya ufaulu. Ukiunderstand sasa levels za maisha yako, ni nini ilifanyika hapa, ikaenda hapa. What happened from here to here. Now you are able to understand what kind of demons that are operating in you. Ni nguvu gani, ni miujiza gani, ama ni giza gani ambalo unalipitia. Maana magiza ni tofauti. Ile giza mimi napitia sio giza unaipitia. Mimi labda giza ambayo unaipitia ni mwangaza kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile challenge unaipitia kwa labda ni blessing kwangu. Maana ukienda kwa mtu wa mwenye mochari, wewe unalia mtu wako amekufa. Mtu wa mochari anaweza kulia kwa sababu mtu wako amekufa. Ni nini kwake? Ni faida kwake. Maombi yake aliomba, he commanded his morning. Father, I command na you morning niletee watu kazi jae. Hiyo ndiyo alicommand. Hiyo ndiyo aliomba. Mtu wa mochari, mtu wa kutengeneza masanduku, unafikiria akitengeneza akipiga hiyo board, anapiga akisema nini? Akilia ati watu wasikufe? No. His desire ni watu wakufe. Na akikuona ukipita anajua this is a possible customer. Kwa hivyo msirudi kupita mahali wanatengenezea. Maana analilisi roho ya uitwe. Anaweza kukushikanisha na hiyo box yake anatengeneza. No, akonyite in the spiritual realm. Akiona wewe unakaa pesa na sanduku anataka kuiuza 100,000, atasema katika jina la Yesu Kristo nakamata anga yake, ninamkamata rimashete. Kifika nyumbani naanza kusikia ati roho inalehe shida. Roho ndio unaenda mtu amekufa na kwa mgonjwa ati ralio ile raji. Tale raji radi hali radi rahe ng'ombe mai au mahau arashoka ramba tamushi radi ndiramurugira gacai twikarite oro hau ri radi na hau ndi nikiradi rekora geshoka ri mundu athire. Sasa unajaribu kupatina ka story ka venye huyo mtu alienda, because hata wewe huelewi huyo mtu kumbe aliendea mahali alipita kwenye sanduku ya maiti. Hapo ndio alikamatiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizo zote ni madhabahu za kukamata watu. Hizo zote ni madhabahu za kucontrol.
Hizo zote ni madhabahu, na kila kitu ambacho kinafanyika kwenye maisha yako ni madhabahu. Whatever that is happening, bwana yako anaweza gonjeka tu a delay akuharibie maisha yako. Arwale tu todo wewe na jata uko na neema kubwa sana, bwana yako tu agonjeke na akaga yani usimamishe kazi zako zote umuhe yako ile hapo. Na wakati hiyo kazi, opportunity window ya hiyo kazi itakapoisha, kamza kana kufa. Wakati hiyo window imeisha, wakati hiyo season ya wewe kubarikiwa ikiisha kabisa, wajue imeisha, kamsa unaona kamekufa, kametabaruki kogoro, kwa sababu kalikuwa ka agent kamepangwa katika maisha yako, kakuja kwenye maisha yako kakumaliza. Kuna wanawake wanakuja tu na kuingilia kwenye maisha yako na anakaa kwa maisha yako kukumaliza tu, akumaliza. Wakati utamalizika unasikia ukimama kimebaki kimeenda. Nasikia mtu ameanza kuleta shida tu, muachane. Kumbe alikuwa tu akuigise kwenye box ambao alitaka. Maana yeye ndio alikuwa in the position to fix you. Ulimpenda tu ulimpenda kimama kama hiki, kana ni kimama kizuri, kipendapendeza, oh my darling, oh my sweetie, oh my kage. Kumbe tu ni bomb. Anataka tu muguzane tu sexually. Mkiguzana unaanza kuona vitu zako zote zinakuwa drained, kila kitu, biashara zinaisha. Na ikianza process, ikianza vitu zako kumalizika, huyo mama unaanza kusema ni yuko ole, ni yuko digika, ni yuko dikaje robu. Maana kazi amemaliza na ameenda. Sasa naenda kwingine kutafuta mtu mwingine wa kumalizia. So before you command your morning, understand people, understand the ground ambao uko nayo. Jua, ukiona watu wamekuanza kukuletea nyevu na ustadi vizuri, ujue hawa wote walikuwa maagent. Weka chini, tafuta kwingine na uende. Na usikue na argument na wao, weka chini na ore tamudura hena gukomogoko. Udio gikama kivu. Olite pio. These were not genuine people in your life. They were agents to subvert what you have, to destroy the inner you. Sio ma commotions, sio ma machines zitatumika kukumaliza. Hapana, it's a people that will be brought to you. Kuna watu wataletwa kwako na Mungu, na kuna watu wataletwa kwako na shetani. They are divine connectors and destiny connectors and destiny destroyers. They are both human beings. And they are all come in this. Huyu kwanza destiny destroyer anakuwa mzuri sana kuliko destiny connector. Anakuwa na kila kitu. Kama ni tupesa unataka, anakuwa na tupesa. Kama ni kitu mrebo, anakuwa mrebo. Kama ni kitu, yani kitu unataka kutembea nayo, anakuwa nyanya higa gajo konyoroka. Lakini wacha siku ile aanze operation yake, mkigiana tu, mnyuidhanie mata, mwigiane tu, mshikane, basi kuisha wewe maisha yako inaanza kwenda. Wewe kawa ni jamii ya madogete. Murogi we nake, musharaga nake, muria nake, na mukomana yeye nake. Ginya mushiarete na murogi. Kuona tunatoa kutuburu to tumurogi to dali. Tutoto hata unaona venye tunainukiana vita na tunapiganiana nini, sahani ya ugali. Unaona hawa ni wachawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana kuna mbegu iliwekwa ndani yake, mbegu iliwekwa ndani ya hawa. And this is what you need to understand before you make an engagement. Usifukuze watu, lakini study them. Mlete karibu, mtembee naye, unamjua yeye neno kama baba. Unajua kuna green mamba, puff adder, kuna cobra, kuna gecko, kuna hizo zote. Sasa unajua hizi ni manyoka, lakini sasa unajua unatembea na green mamba. Ukiingia na green mamba, ukiingia na nyoka zote, mnaenda mfike kwa nyasi ya green, kaa kando kabisa na nyasi ya green, maana kuna green mamba itakaa hapo na itakuuma. Ukipata ni pafuada inarushaga mate, kaa mbali nayo. Ikirusha mate isikukaribia. Kama ni cobra inaumaga kisigino, kaa mbali na kisigino na nyoka, kaa mbali. Sasa unatembea na hizi manyoka zote, ukijua hizi ni nyoka. Igene siora. Igene bia na igene dutu na duya na gogoni. Sasa unaelewa? Unajua mtu tunazalala kitanda moja na wewe, mimi nikuliwa na kuguli na wewe ukuliwi. Bako unaniuliza, tunazalala nyumba moja na wewe unakuliwa na ndo wage. Mimi wewe ukuliwa, unakuliwa, mimi sikuliwi. Sasa bako una shida. What is the logic? Ni nini hii? Maana huyu amekuliwa mpaka asubuhi unakuta amekula, amekaa kama chura. Uso wote umekuliwa. Na mimi sijauzwa. Kwa nini? Kwani mumbu wage ulikuwa linaniogopa kwa nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Si wewe unaelewa hapa kuna kitu ambacho si cha kawaida.
Na hicho kitu ndio kinatuzuia, hicho kitu ndio kinafanya tukae the way we are living. And this is the most important. Before you go seeking God, before you go seeking this Christ, before you go seeking anything, you need first, before uende kwa huyo mganga unaendanga, you need first to understand what is this that you are fighting. Ni bale ile kurarua. Unapigana vita gani? Maana maybe unapigananga na mtu neighbor. Kumbe si neighbor. Ni mwana wako ule washialile mwana wa ngoma. Halo? Ama ujui unaweza kuzaa mtoto wa shetani? Utazaa. Mwana ule washialile. Unaweza kuzaa mbegu ya shetani. Na yeye atakunyamalia mpaka uishe. Biginyo kora ya uyo nake umile. Mpaka unaenda na mchune uangalie kama ni damu yako. Kumbe ni katoto ulizaa ka shetani. The way Jesus was born in the spirit, we are also capable to give children in the spirit, in the spiritual world ya giza. Todo no mwasha mandile nake. Mulikuta daki mwanaume kikakurushia mbego ya hiyo. Wewe unafikiria ni kulala mnalala ni kuenjoy mnaenjoy, kumbe hakuna kuenjoy, anakuweka hiyo spirit ya huyo mtoto. Sasa ule mtoto ile mbegu itakuja, hata kama si huyo mtazaa na yeye, yule next mtazaa naye mzae, utatoa kitoto cha ulimwengu wa giza. Maana alisugumusa na akarusha. Na wewe hukujua, wewe ulikuwa unasema baby. Alafu ujue ni covenant mna make. Sexual altar is a covenant. And the only covenant inafanyika kwa binadamu mtu akiwa uchi. Unura imagine kiko kuna kile wa barabara. Nikirete kila kinakubalisha any spirit to come. Kinakubalisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimewapa leo. Mumesikia vizuri? Mumebarikiwa? Leteni sadaka. Leteni sadaka hapa mbele, mnikabidhi kwa mikono yangu. Leo nataka kuishika kwa mikono. Leteni sadaka. Ingieni kwa vipochi. Usirudi kukuja kwa nyumba ya Mungu kama hauna kitu. Mkienda hospitali mnaendanga mmebeba mapesa. Mkienda kwa waganga mnaendanga mnaambiwa wangwana wamesema na mnatoa. Nogo uko mutie dagamu uko moka kama mwehori. Na wale mnakuaga pale mtu unapatia mtu bahasha, kama anataka kuja kuniona unampatia bahasha na anaweka kitu ndani ukiona. Kama hakuna kitu anaweka mkanyagie. Umekuja kwa hii nyumba tunalipa rent. Weshile ya deha dutaka kopesa cha kole ha rent. Woka moko madari. Divitali mudia moko madari. Hii muje kile media ini. Mdireti ya pesa kiahinya. Sitarudi kuona mtu kama hana kitu. Siwezi. Kule kwingine mnaendanga mnafanywa consultation, mnalipa. Mnaitishwa shilingi 5,000, mnalipa. Hapa kwa apostle mnakuja mkono tupu. Wengine nakuja na kafefte kamekujana mpaka kananuka nini? Jasho. Hii nyumba nalipanga 600,000 per month. Na iko na SS zinakuja 700,000. Total bill tunalipanga 1.5 million per month. Stima na kila maji na kila kitu. Alafu ujoke haoka kuikala tuikale huko. Asha kwenda kanisa ingine, kwenda kwa Manyuro hapa. Manyuro naitishaga 4,000 kumuona. Na si kumuona ni kama sasa mmekuja hapa auditorium ya uhubirie hivyo, nimehubiria 4,000. Kuona yeye one on one anaitishaga 20k. Ameset class mami doga kila kale. Nidile kama hivi. We have to pay rent. Hii pesa hakuna Mungu anapelekewa. Ni mimi nakula na rent. Tete kugate pesa nishiagai tisiagai ni kule ingia tutaithagia turihe rent ya nyumba eno, turihe thitima, turihe mundu urathambia nyumba eno, tumathaba huma matherio amana na guku kamera ni ndiha mushara. We pay them.
tondu ndina kindu ndinakio nikio haha nwanyita nyumba ino ndakomborire tondu ndina kindu mundu ajike kuna kitu Mungu ameniweka ndani yangu. Sasa ukikuja hapa na kafefte kako na unaona nyumba hii, enda uulize kakitu kadogo kanalipa kwa 100,000 ka kioski. Hizi kioski ziko hapa 100,000. Angalia square meters hapa ni ngapi? Yeah, I'm happy when I'm releasing what I'm releasing. Hii mafundisho na mafundisha, hakuna pastor hata mmoja. Mwende mnitafutie pastor mmoja mwenye yako na uwezo wa kusema vitu kama hizo. Hakuna. Na si kulinga, bateta nikilinga mtadu. I know God has given me something that not many people have. We are very few in this world. Very few. Ndio naona walijaribu kuniua wakashindwa, because kuna kakitu for this generation. Alinisaidia akaniambia nenda utafuta nyumba, nitakutumia watu wa kusimama na wewe kwenye kulipa rent ya hiyo nyumba, kwenye kusema, kwa sababu niliuliza Mungu hiyo nyumba nitaweza. Akaniambia nitakutumia watu. Sasa nimejaribu kuangalia kama ni nyinyi, naona ni si kama ni nyinyi. Tondũ ajirĩte gũtũma andũ magwĩkatia akũrũgama na rent ya nyũmba. Rĩu ingĩhĩtio mũthĩ njakathe njuge atĩrĩrĩ atĩ rent ati pesa ya rent kanisa inakuwa kwota. Hiyo sadi hakuna watu watakuja kwota. Unaona hiyo? Nikisema watu partners, nikisema mtu anataka kuwa partner hapa, wote watainua mikono. Wakiinua mikono na waandikisha, waambie sasa kujeni tuongee tupagane venye mtakuwa mkileta hiyo pesa ya partner. Hawakuji. I'm busy. Unasikia apology. Watu ni that apology 25. Madharau bim. Ile ya kukuja mitatu. Sasa na watatu ni mimi na wengine wawili. I'm not complaining. Si kelele na nilisema dikahura inaga na redi. Goku. Dikahura inaga na redi. Goku dikahura. But I will be telling you the truth. Ndimule hatiri kera ndimu muragaya. Hatiri. When I am going out of my way, naenda kule nje kutafuta rent ya hapa, kutafuta vitu zingine, hiyo baraka yote naibeba, naipeleka wapi? Naipeleka kule nje, napelekea watu wengine. Na wewe unaendelea hapa kusema atakumali adawa kidogo huko, ni ndio ile kama anyebana hiki apostle kutoka muno ya Ngai guthukia fiyo. Utaki kurugama na nyumba ya Ngai. Ngai arugama nawe, anasimama na wewe, lakini hauitishwi milioni. Bwana Yesu asifiwe. Kile unaitishwa ni kuelewa uko kwenye madhabahu ya Mungu. Your 100 is more than 1 million. Muelewe, then you have a man of God. You have muko na nyumba kama hii where God is being worshipped. Can you be a partaker? Ati ule mtu atakuja aponee hapa, bonga points zinaruka kwako. Ati wakikuta nyumba ni safi kama hii, ni kitu safi, wanakuta unasikia the presence of God. Yani ndio kuna vitu you don't need to be very spiritual. You need to make things kuwa nzuri. The spirit mpaka ukikia mahali unasikia the spirit of God was there. Si hakuna spirit of God ni kuikara wika lile akatekera katarako wada. Tekumurude ikara kakuwo kaibo gushoka. Tiko ibo gicoka titorokorogo ho ni haria wikarire wamenyira kuri wikaraga kana itirio raikaragira cia mbao na gugu kwa mufea. Watu ndamugethia na girogo. Mwathani agocwo. Learn to appreciate God. Learn to serve. Learn kulipa gharama. Bwana Yesu asifiwe sana. Huduma ni gharama. Kubarikiwa ni gharama. Sisemi ati ulete milioni moja, hata hiyo 50 iwe imetoka kwa moyo, ni gharama, itasaidia, itamultiply, itazaa. Lakini unakuta mtu anatoa ka 50 na kebeti yake abire gukinyiria gari nigetha kebinoti ciota gwibanga. Hapa utaka 50 kiti na goko, kadipite kije kana nunga gogo. Todo ndari na murigo. Huduma ni murigo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kubarikiwa ni mzigo. I'm not making noise. I'm not complaining. No endeda ukufudigia kurathimo mundu arathima gwake. That is why unaona watu wa Catholic, watu wa PCA, watu wa hizo makanisa za hizo mnaitanga ati hazitaenda mbinguni. Ni wewe hautaenda mbinguni, wataenda, utawakuta mbinguni. Hao kwa nini mako na kihoma kenelea ukugarura ukihi. Because they know how to serve God. Ebu enda siku moja, ushaisikia Catholic wakitangaza harambee? They don't announce. Ushaisikia PCA wakiannounce harambee?
They don't announce. Wanaitananga ni mtanya wake. Waitega. Wanataka kununua mashini na hii mashini ni 20 million. Unasikia within 10 minutes 20 million zimeingia. Alafu adosho mwisho kama mmoja atawataenda biguni. Wewe ndio hautaenda. Gaida getekeria mundu muthunu. Hawezi kubali. Hawezi. Mungu angaliagi venye unakutaka kusema limakata, limakwenda, limakoto. Hiyo ni makelele unatengeneza. Relationship yako unaijenga na Mungu. You build a relationship with God. Fanya kazi yake. Give, a cheerful giver. Mimi sijaona mtu ambaye anapeana mwenye amekuwa maskini. Sijaona. Kupata hizi si maombi. Wacha kushinda hapa ukiomba, tunalala hapa ukiomba pesa zikuje. The money will not come. Money does not know prayers. Money has a principle. Money, there is a barabara, kuna barabara ya pesa ambayo inajulikana kule katika ulimwengu wa kiroho ya pesa. You give. The hand that giveth is blessed. Lazima upande ndio uvune. Huwezi kukaa ati baba ninapanda mahindi katika jina la Yesu Kristo. Ninapanda. Unapanda wapi mpaka hauna hata nyumba una ya kulala? Utaraha dawo kuliala hivi. Ukiona what I'm doing here every time on Sunday. Tunabariki watu PWDs, tunabariki wazee, tunabariki. It's not I'm bragging. Na I'm not, kama wangekuwa ni watu wengine ingekuanga hiyo ndio breaking news. No. Natoa na ninaficha watu wasijue. Nimetoa. Maana I'm not pleasing. Sitoi nikufurahishe. Ninatoa ndio nifurahishe Mungu wangu. Hari hakidira arutaruri ta meta wa mahaki. Ni hari kaudode ya hakagai. Mwathani awaso. Nyaje nigebe na yale yake. Yitirandegana na diri negana mukajigwa nyumba eno rigi. Nyini ndiramuhorire ndikandegana rigi. Uratia munyitete de udianegania ciana. Asha. Wenda gutuika mwana wako rumirira cimaiko mako. Wako ndugwikania maiko mako nduri mwana wa. Yes. If I am a giver, you're supposed to give. No matter how small you are giving. Bwana Yesu asifiwe sana. It doesn't matter how big or how small. Be a giver. Sisi ni watoto wa Yesu. Yesu was a giver. Yesu alienda nakuta watu wanasema ati uko hoya ndo yani arwaru. Anaenda na angalia naona ni njaa. Anasema tamata kile kile na lake ndo kula kajana. Wanapatiwa chakula unaanza kuona vimutu vimeanza kurukaruka. Bwana Yesu asifiwe sana. Jesus was a giver. Walikuja wakamwambia tuko na nini? Na mikate ngapi? Mikate 5. Na nini? Hebu soma hiyo statement yenye imeandikwa. We have only. Yeah? Ate tuna mikate 5 na dhamaki 2. Tuna mikate 5 na dhamaki 2. Yani anataka alikuwa anambia Yesu, we have 2 little for us. It is only for us. Na Yesu akaambia tena, akamega ile mikate akafunja. Watu wakakula maelfu na maelfu ya watu. Because Jesus was a big giver. And that is unaona watu kama Mother Teresa, they are the greatest principles on earth. The givers, people who give, people who understand the giving. They are blessed, ni matajiri. Enda kwa kanisa za Wahindi ukute. They give a lot. Mtu kama Merari Popati, they give their billions of money to help society. Hapo umekauka kama nywele gumu. Atueteire Ngai akurathime. Huko gutire mahoya matumaga ogeido. Gutire. Kile gitumaga ogeido ni kumenya relationship yaku na Ngai. Guthondeka urata na Ngai. Tengeneza urafiki na Mungu, si maombi. Unakuja kuomba Mungu na wewe ni adui wa Mungu. Kuna mtu neighbor yako amelala njaa. Na wewe na pesa kafeti gaikarete ugo nginya gatira ikarara gaikarete ugo kwina mogo pesa cibangitwo kuu thĩinĩ na your neighbor is sleeping hungry. Mutumia mukuru hau neighbor akomaga maratathi-inĩ umuhĩtũkaga hau ukaga na hii serikali ni mbaya. Wewe ni nini umefanya? Kwa hii serikali ndio ni mbaya. Niki na kwa kwina mirengeti 5 ikunjite ikaginya mwe ni arirwo ni mbea cikaraga kuu thĩinĩ cicia thondekire nyumba. Uko na mablanketi zimejaa kwa nyumba na kuna mtu hana blanketi. Uko na manguo mpaka unafikiria kupanua wardrobe yako ndio ipate nguo ipate space ya kubreathe. Na kuna mtu mmoja amevaa kikaratasi gunia.
Chakula unamwaga mpaka yule mtu akukota takataka mpaka ana complain siku hizi amebebaka hii kitu yake ni mzito. Niko tairio. Na kulia ndo matale ilio. Kuna watu hawana chakula hata kidogo. You can never even want to bless anybody. Be a blessing to people. Be a blessing to the society. That is the only way you can bless, you can command blessing to your life. Be a blessing to others. Hiyo vitu umepatiwa, you are just but a custodian. Hizo vitu, hiyo utajiri Mungu amekupatia. You are just but a custodian. Kushikilia ndio ziende mahali zinahitajika. Na umetengenezwa upeleke kule zinahitajika. Lakini sasa uigete kwa ginya ikobe niliato kile. Besa uigete account ginya gyo kaiga fixed account. Hata unaibi yako na hujui zimeibiwa. Na unakuja hapa Jumapili hapa ukiimba bwana ibaka ile mpaka ile na nani yako na ile sauti ile inaeleka ni kama mawingu. No odulete wanakafadhu yenywa gadha kame. Mwana ndia washo. Hallelujah. Just change. Mwambie neighbor change, badilika sasa. Niodhunire muno. Mwire niodhunire. Angalia ni neighbor, mwangalie na macho yako. Mwangalie. Mwambie niodhunire muno. The only way to be blessed is not hiyo maombi mnaomba hapa. Hiyo ombeni mtafute presence. Jesus did not die for us to be wealthy. Jesus hakukufa ndio tupate magari. Jesus hakukufa ndio tupate majumba mazuri. Jesus died for our sins. Period. Hiyo hapo ndio mpaka yake ilifika mwisho. He died because of our sins. Lakini mambo hii kutafuta mali, kutafuta manyumba, kutafuta hizo ni wewe na Mungu, mshirikiane na Mungu. Be a blessing. Psalms 41 inasema namna gani? Blessed. Hebu tupatie Psalms 41 nimalize na hapo hata kama nimeshindwa kuhubiri ile kitu bila kuhubiri. The pastor wani ndio anasokio dukuru. Ngetha hujagia na mtaratara. Psalms 41. Huyu pastor wenu, heri mtu anayewajali maskini, Mwenyezi Mungu atamuokoa wakati wa shida. You see the relationship? Kuokolewa wakati wa shida, wakati una matatizo, ni wakati ni bonga point zile ulifanya. Kitu na kitu ulifanya ukajali maskini. Bwana Yesu asifiwe sana. Umejiwekeza niko igidia waigidia. Ngai wako bidhia. Wakati unapatiana ni umekopesha Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. For number verse 2. Mwenyezi Mungu atamlinda na kumweka hai, naye atafanikiwa katika nchi. Mungu hatamwacha makuchani mwa maadui zake. Umeona? Atakuweka protection, kupiganiwa na Mungu kwenye shida zako ni kusaidia watu wa